Nikawa nimejipanga nikaenda kumsalimia mke wangu, nikakuta amesharuhusiwa. Nikamkuta nyumbani. Nikaenda hadi pale nyumbani, nikamkuta amejifungua kwa operation. Mtoto wangu kweli nikamuona, nikanyimwa kumbeba. Nikasema it is okay, sawa, lakini nimemuona vizuri. Nikamuona mke wangu pale, nikamuombea, nikampa na kile nilichokuwa nacho, nikaondoka. Nilipoondoka nilikuwa Moshi, ikabidi nirudishe makazi nyumbani kule Namanga. Karudisha makazi pale. Kuna maneno mzee aliwahi kuniambia yalinikatisha sana tamaa, ila nikamwambia hamna shida mzee wangu mimi kabisa. Nikamwambia hamna shida mzee wangu, sawa. Babangu mimi mzazi babangu ameanza kunisapoti baada ya kuona sasa mimi na mke wangu tushaanza maisha yashakuwa mazuri. Umeanza kuseto. Ndio ameanza kunisapoti, ila kipindi namuoa hamna mtu alikuwa anataka story. Nadhani aina ya ndoa pia ambayo nadhani aina ya ndoa ambayo mliingia. Pia inachangia. Mama yangu ndo alikuwepo na mimi hatua kwa hatua, bega kwa bega. Sasa ilipofika kipindi ambacho huyu ameshakula uzazi kama miezi 3 hivi imeisha, ameshapona kidonda, ikafikia sehemu naenda kumchukua. Ilikuwa ni tafarani. Nimchukua kwa nguvu. Yaani huyu hapa amemaliza kula uzazi, natakiwa nikamchukue. Sijaenda kumchukua tena ile kinanili, yani nimemchukua, nimemuiba. Nilikuwa nimenyimwa tena. Ushaona? Kwamba labda kulikuwa na procedure huyu haezi kulea huyu familia. Okay. Yaani huyu haezi. Yaani nilikuwa na mambo mengi afu sielewi, sina hela. Nimepinda. Kwa hiyo mimi na mke wangu bado mapenzi ni ya moto. Kwa hiyo tukawasiliana, nikamuiba hiyo siku. Ameachwa tu nyumbani. Nikamwambia this time ukaiba mke na mtoto. Nikaiba mke na mtoto. Kwa hiyo nikamchukua na pikipiki na operation. Nikamchukua na pikipiki nikampeleka magetoni sasa. Magetoni kwangu hapo ndo nimerudisha kambi. Nina kitanda tu. Sina kitu kingine chochote. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa tafrani. Na mtoto sasa, imagine sasa sio tena mke. Na mtoto familia ishaongezeka. Mchanga, ana miezi 3. Sawa. Sina kazi. Nimeongeza familia. Yaani tumekuwa watatu sasa. Na huna jambo. Sina jambo lolote. Mama yangu hayupo, yuko Nairobi, anafanya kazi zake. Sina wa kunisapoti. Natakiwa nilipe kodi na maisha yaendelee. Dada yangu niliteseka. Mimi nilikuwa napatanaga sana na wadada wa baba, maana nilikuwa dereva bodaboda. Kwa hiyo wadada wale wa baba wakawa wananisapoti. Yaani wakawa wananisapoti mpaka mke wangu ananifikiria vibaya sasa. Ikafikia mahali mpaka wanaleta chakula nyumbani pale. Mtoto ale, mama ananyonyesha, mtoto ale. Kwa hiyo wale wadada sasa ikafikia stage mke wangu anaona mbona wewe wanawake kuna kitu hapa. Kuna kitu kinaendelea. Lakini mimi hamna, ni ule umoja ambao nilikuwa nao. Afu nilikuwa napenda sana kukesha usiku. Kwa hiyo nilikuwa na wasapoti, unajua wadada wa baa tena. Kwa hiyo wakawa wamenisapoti sana. Ikafikia stage sasa maisha yameshakuwa magumu. Unajua inafikaga stage mtu anachoka kuwasaidia. Ikafikia stage sasa nikawa sina tena mtu wa kunisaidia, ni mimi mwenyewe nipambane, niende mjengo, nitoke. Mke wangu wale, mtoto wale. Ikafikia stage hamna hata huo mjengo. Mimi huyu ikabidi nimwambie arudi kwao. Akarudi kwao, mimi ndo nikaja Dar sasa. 2023 ndo nikaja Dar es Salaam kujipambania. Nimekuja Dar es Salaam. Nimeingia pale Kariakoo. Nimeanza kuuza mifuko ile ya 200, 300. Mifuko ile. Kaanza kuuza mifuko pale. Unajua uza mifuko Kariakoo anaonekana kama waizi, yani wezi. Ukimfuata mtu dada nauza mfuko anaona wewe mwizi ni. Kwa hiyo yani ile situation mimi ikawa inaniumiza. Mimi sipendagi madharau. Ila kwa kuwa na mimi watu wa kaskazini wanasemaga kaskazini hatoki fala. Mimi nilikuwa ninapofanya ile kazi ya mfuko nilikuwa naifanya ili yani niendelee kutafuta namna nyingine ya kupata kipato. Kwa nauza zangu mifuko, narudi Ubungo pale chini ya zile nalala. Nikitoka hapo narudi Kariakoo hivyo. Sasa katika kuuza mifuko nikajikuta nimeingia kwenye biashara ya kuuza vitenge. Kuna mtu aliniamini akanipa duka lake la vitenge.
nikaanza kuuza pale Kariakoo. Kwa hiyo nimeanza kuuza vitenge pale Kariakoo, maisha yakawa mazuri sasa, kaanza kulipwa laki, 200,000, 300,000. Kaanza kulipwa 300,000. Kaanza kulipwa 300,000 ndo nikamuita mke wangu. Nikamwambia njoo. Hiyo njoo sasa naye tena. Huyu kule kwao kaaga anakuja kusoma na baba yake kashalipa ada, anakuja kusoma Kilimanjaro Institute pale. Kashalipa ada, anajua anaenda kukaa bodi. Kumbe mimi na yeye tushapanga vitu vingine. Hiyo hela baba aliyokupa ya ada, njoo tuichanganye na hii tupange. Na mambo yao. Achana na mambo ya chutu, wadanganye tu unasoma. Kwa hiyo hapo ndoa bado ilikuwa ipo. Ndoa ipo. Hatujavunjaga ndoa yetu. Kwa hiyo alipokuja huko, dada yake sijui alimshtukia, akawa amemwambia njoo dada yake mzazi. Sasa kitu kibaya zaidi, mimi niko kazini. Simu niliyokuwa nayo, unajua mawinga tena. Maana pale nilikuwa kama nauza alafu bado winga. Simu niliyokuwa naitumia nikampa huyo, akaenda nayo kwa dada yake. Kitu kilichoenda kutokea kule Mungu ndo anajua. Ile simu ikapotea. Huyo akarudi anaumwa, wamefanywa vitu vya ajabu. It is okay. Nika flash, maisha yetu yakaendelea pale. Nikaenda bahati nzuri tukatoka pale. Sasa lile tulilokuwa tumelipanga halikuwezekana. Kwa hiyo tukawa tumerudi nyuma. Afu tena bosi wangu ile wa kazini akawa amefariki. Kwa hiyo sina kazi tena. Tumeanza yani kama alivyokuja tena nimerudisha yani maisha sijui wapi. Issues kama vile vile. Kwa hiyo tukaja tukaanza moja. Huyu nikamtafutia kazi ya hoteli Kinondoni, akawa anauza hoteli. Mimi nikawa na sasa kwenye mambo ya content sasa. Nikaanza kutengeneza content. Mimi nimeanza kutengeneza content muda mrefu sana. Nikajiingiza kwenye mambo ya content. Nimejiingiza ndani ya mwaka mmoja. Huyu anafanya kazi hotelini na ananilisha, ananivalisha, analipa kodi. Mimi content hainilipi. Bado najitafuta hainilipi chochote. Yaani hapo mimi nafanya ili ni trendi nipate matangazo. Umeona? Ila kwa muda ule ikawa ni ngumu, nilifanya kila kitu. Yaani kuna video zangu mimi mpaka leo nikiziangaliaga nimezificha. Najiona kituko. Aibu. Mungu sio Asumani. Ilipofika 2024 mwezi wa 8, Facebook wakaanza kutulipa content creator. Sikumwambia mke wangu kitu chochote. Ikafika ilikuwa mwezi wa 8, ile mwezi wa 8, wa 9, wa 10, Facebook nikawa nimelipwa shilingi milioni 4. Wow. Ndani ya miezi hiyo miwili. Sikumwambia kitu chochote mke wangu. Yaani anapambana kule hotelini, anakuja analalamika, mimi watu wanansema msichana mzuri nafanya kazi ya hoteli, sijui nini. Nikamwambia kaza mama, ndo kazi. Ila mimi tayari Facebook wameshaanza kunilipa, napata kipato. Hela zinaingia. Kwa hiyo nilipopata ile hela ilikuwa ni mwezi wa 9 sasa. 2024 mwezi wa 9. Nikahamia Goba sasa. Nikaenda Goba. Sikuhamia, nikaenda. Nilipoenda Goba, hajui kitu chochote mke wangu. Nilipoenda Goba nikatafuta chumba kizuri cha 1,200,000. Nikanunua kila kitu cha ndani. Nikanunua na nguo, mke wangu nishajua size yake, nikanunua nguo nini. Nikarudi nyumbani. Chumba ambacho tulichokuwa tunakaa ni cha 30 Mwananyamala, kuna kunguni. Usiku mke wangu akitoka kazini, maana najua kesho ndo anaenda kazini mapema, mimi nakaa na mlinda wale kunguni wasimng'ati. Kwa hiyo mimi nakaa na mlinda, na yeye alipo mweupe sasa, aking'atwa tu kidogo hivi doa. Kwa hiyo nakaa na mlinda asing'atwe na kunguni, ili kesho amke vizuri aende kazini. Haya, asubuhi ile akiamka akaenda kazini, nachukua dawa, kuna dawa ya kunguni ile napuliza nini. Okay. Nilipoenda Goba nikapanga chumba hicho, nikanunua kila kitu kipya. Yaani nikaenda kuchongesha kabati, kitanda, kila takataka. Vitu vyote nikaviweka ndani. TV sijui ni hivyo, ni vitu ambavyo yani ni hajawahi kutegemea hata nikaenda nikavinunua. Nilipovinunua nikamfuata mke wangu akiwa kazini. Nikamwambia achana na kazi sasa hivi, kuna kitu kimetokea kidogo, nataka twende. Akamwomba bosi wake pale, akamwambia kuna changamoto kidogo inatakiwa tukaifix. Nikamchukua mwanamke wangu pale, nikampeleka saluni, akafanywa makeup. Wewe mwenyewe anashangaa, huyu mwanaume vipi? Nikamwambia ukitoka hapo kufanywa makeup, utapitia duka fulani, utabadilisha nguo nini, utapendeza. Sawa, akamaliza akafanyiwa makeup nini, nywele safi, akaenda akavaa hizo nguo ambazo nilimwagiza.
Nikamchukua pale na bajaji, anashangaa yeye mwenyewe haamini, tunaenda wapi? Nikamchukua nikampeleka Goba, mahali ambapo nimepanga njia 4. Nilianzia maisha njia 4, yani sasa maisha hayo mapya nikaenda kuanzia njia 4 pale. Nilivompeleka pale Goba, huyo bajaji wangu ambaye nilimchukua ni mshikaji wangu, tulikuwa tunafahamiana muda mrefu, nilikuwa nimeshampanga. Nikamwambia tukifika hapa hivi tunajidai kama tumekuja zetu tukuspendi nini club, alafu tunarudi. Huyu haelewi. Nikamwambia kuna kiela tu nilipata, ndio nimeamua tuje tu refresh mind, tunajua. Sawa. Tulipofika pale kwa yule mshikaji, tukaenda kuna baa moja iko pale, tukanywa zetu juisi pale nini, kuku pale. Tukatoka pale sasa ndio nikampeleka nyumbani. Nikamwambia hapa ndo maisha yetu mapya tunaanzia. Kwa hiyo kuanzia leo hapa ni kwako, kazini kuanzia leo ndo mwisho, utaenda tena kazini. Mimi napata hela Facebook. Kwa hiyo kuanzia leo rasmi na wewe utaanza kufanya content. 2024 hiyo ilikuwa mwezi wa 9. Umeona? Ndo rasmi na yeye nikamfungulia platform zake. Tukaanza kupambana sasa kwa pamoja. Ila kuanzia pale mwanamke wangu akawa ni aniamini tena. Nikimwambia sina hela aniamini. Anajua muda wote zipo tu. Alilia sana siku hiyo. Akaniambia hivi wewe unaweza ukanifanyia hivi? Yaani mimi napambana nasemwa na watu nateseka, alafu wewe kumbe una hela alafu useme. Nikamwambia hamna, hii nimefanya kama surprise. Bahati nzuri Facebook kule wakikulipa inaonekana. Nikamwambia unaona hii hela nimeipokea muda gani? Ilikuwa ni kama siku 4 nyuma. Okay, akanielewa. Kuanzia pale tukaanza safari yetu mpya sasa ya sana. Kuanzia kwa hiyo tukaanza kushuti pale lifestyle nini. Ndio hivyo kiufupi. Katika story yako hiyo unajua nimepokea